Nina malengo makubwa na ndoto kubwa, lakini ninahisi ni kama nimechelewa. Kama umeshawahi kufikiria kama hivi, kama umeshawahi kupata mawazo kama haya, naomba unisikilize kwa makini sana. Kwanza kabisa nataka nikuambie jambo ambalo ningependa ulikumbuke maisha yako yote. Kuchelewa sio kushindwa. Usije ukafanya kosa la kupima maisha yako kwa kutumia saa ya mtu mwingine. Mungu hajawahi kuumba watu wawili wenye ratiba ambazo zinafanana. Ni kweli wengine hufanikiwa mapema na wengine huja kufanikiwa baadaye. Lakini kumbuka, kila mmoja na safari yake. Tatizo kubwa la kizazi chetu ni kwamba tunaona mafanikio ya watu lakini hatuoni safari zao. Tunaona nyumba walizojenga lakini hatuoni miaka ambayo wameishi katika nyumba za kupanga. Tunaona biashara zao zikiwa kubwa lakini hatuoni hasara ambazo wamewahi kuzipitia. Tunaona tu ushindi wao wa mwisho lakini hatuoni machozi waliokuwa wakiyatoa. Na ndio maana ukijilinganisha na wengine utaanza kuhisi ni kama umechelewa, wakati huenda wewe bado upo kwenye kipindi cha maandalizi. Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri 3 kwamba kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Maana yake ni kwamba maisha yana nyakati tofauti. Kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kujifunza, kuna wakati wa kusubiri na kuna wakati wa kuvuna. Usitamani msimu wa mavuno wakati wewe bado uko katika msimu wa kupanda. Kumbuka pia kwamba mti mkubwa zaidi haukui kwa siku moja. Kadiri mti unavyotarajia kuwa mkubwa zaidi, ndivyo mizizi yake inavyotakiwa kwenda chini zaidi kabla haijaonekana juu katika ardhi. Ndivyo ilivyo pia katika maisha. Wakati mwingine utahisi kana kwamba hakuna kitu kinachoendelea katika maisha yako, lakini wakati huo Mungu anakuwa anajenga tabia zako, akili yako, hekima yako na uwezo wako pia, ili uwe na uwezo wa kuyabeba mafanikio makubwa bila kuanguka. Usiogope kuchelewa. Ogopa kufika mahali ambapo tabia yako haiwezi kubeba mafanikio yako. Yaani kiwango cha tabia yako ni kidogo kuliko kile ulichokuwa nacho. Na siku zote ukumbuke kwamba kiwango cha mafanikio yako hakitazidi kiwango cha maarifa yako. Kwa hiyo kama unataka mafanikio makubwa zaidi, lazima ujifunze mambo mengi zaidi. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 4, Biblia inasema dhiki huleta saburi, saburi huleta uthabiti wa tabia, na uthabiti wa tabia huleta tumaini. Kwa hiyo hata changamoto zina kusudi lake. Changamoto zinatutengeneza. Kuna watu wengi sana ambao wamefanikiwa baada ya umri ambao jamii ilidhani ni kama wamechelewa. Kuna bwana mmoja anaitwa Cornel Harland Sanders. Huyu ni mwanzilishi wa biashara hii ya KFC. Alianzisha akiwa na miaka 60. Mwanzilishi wa kampuni ya McDonald anaitwa Ray Kroc. Alianzisha kampuni hii akiwa na miaka 50. Nelson Mandela alitoka gerezani na baada ya kutoka gerezani akaja kuwa rais wa Afrika Kusini. Sasa swali ni je, watu hawa wote walikuwa wamechelewa? Labda nikuulize, kwa nini unahisi umechelewa? Ondoa mtazamo huo. Ondoa kabisa mtazamo huo. Nataka pia ufahamu kwamba ndoto kubwa zinahitaji maandalizi makubwa. Kadiri kusudi lako linavyokuwa kubwa zaidi, ndivyo safari yake inavyoweza kuwa ndefu zaidi. Usikate tamaa kwa sababu matokeo hayajaonekana mapema. Mbegu haikui kwa kuvutwa juu kila siku ili kuona imefika wapi. Mbegu hukua kimya kimya chini ya ardhi mpaka siku moja itakapochomoza na kila mtu ataiona. Maisha yako yanaweza kuwa kwenye hatua kama hiyo ya mizizi. Badala ya kujiuliza kwa nini nimechelewa, anza kujiuliza leo nimejifunza nini? Leo nimekuwa mtu bora kuliko jana? Leo nimekaribia kiasi gani katika ndoto yangu? Leo nimeongeza thamani gani katika maisha yangu na katika maisha ya watu wengine? Ukifanya maendeleo ya 1% kila siku, baada ya muda utakuja kushangaa ni umbali kiasi gani umefika. Biblia inasema katika Wagalatia 6:9 kwamba tusichoke kutenda mema, maana kwa wakati wake tutavuna ikiwa hatutokata tamaa. Sikiliza. Biblia haisemi kwamba tu utavuna. Biblia inasema utavuna lakini kwa wakati wake. Ukisoma kitabu cha Habakuki 2 mstari wa 3, Biblia inasema hivi: maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Inafanya haraka ili kuufikia mwisho wake. Wala haitasema uongo. Ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Hiyo ndiyo ahadi. Hiyo ndiyo ahadi ambayo Mungu amekupa ndani ya maisha yako. Usiwe na haraka na wala usiwe mzembe. Chukua fursa. Maono yanaweza kuonekana yamechelewa machoni pa watu, lakini ninachoweza kukuambia ni kwamba maono hayawezi kuchelewa machoni pa Mungu. Usikubali mitandao ya kijamii kuaminisha kwamba kila mtu ana maisha yaliyokamilika, kila mtu ana maisha mazuri isipokuwa wewe tu. Watu wengi huonyesha matokeo yao, lakini huficha mapambano yao, huficha machozi yao. Hawawezi kuonyesha walichokipitia. Kwa hiyo endelea kujifunza, endelea kujijenga, endelea kufanya kazi kwa uaminifu, endelea kuwa na nidhamu,
endelea kuwa na imani, na zaidi ya yote usiache kuamini kwamba siku yako itafika. Brian Tracy alishawahi kusema kwamba successful people are simply those with successful habits, akiwa na maana kwamba watu waliofanikiwa ni wale ambao wenye tabia za kimafanikio. Kwa hiyo usiseme nimechelewa, anza kusema kwamba bado sijafika ninapotaka kuwa, lakini kila siku ninapiga hatua kwenda mbele. Kumbuka, Mungu hajamaliza kuandika hadithi yako. Ukurasa uliokuwa nao leo hii sio mwisho wa kitabu chako. Endelea kupigana, endelea kuamini, endelea kusonga mbele, kwa sababu mtu ambaye haiachi safari yake, mtu ambaye haishii njiani, huwa hafiki akiwa amechelewa. Mtu ambaye haachi safari yake hufika kwa wakati ambao maisha yake yalipaswa kufika. Kama ujumbe huu umekusaidia, ninaomba nijulishe hapo chini kwa kugusa alama ya like. Lakini pia ningependa kusikia maoni kutoka kwako. Umejifunza nini? Unaweza kushare ujumbe huu kwa watu ambao unawathamini zaidi katika maisha yako. Usisahau kushare, usisahau kusubscribe, usisahau kufollow channel hii. Unaweza kujifunza zaidi kupitia ebook zangu ambazo nimeziandika kwa lugha ya Kiswahili. Tumia namba hizi kuwasiliana: 0759 551270, 0759 551270. Siku zote kumbuka, lolote lile utakaloliamini basi linawezekana kama utaamua kuchukua hatua. Inawezekana.